lililo huru inakiuka sheria za kimataifa na inaathiri vipi taifa hilo? Kuyajibu hayo na mengine, nimezungumza na Beatrice Kimaro, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Tanzania, na Mubelwa Bandio, mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye yuko Marekani. Wengi wanasema hivyo kama unachukulia kama shambulio, ukiachana na kile ambacho serikali yenyewe inasema, kwa sababu ukiangalia ile chata ya pili mabano ya 4 ya Umoja wa Mataifa hasa ndio ambayo imejikita katika swala la tuseme siasa za kimataifa na uhuru wa kujilinda. Kwa hiyo inasema kwamba nchi mwanachama yoyote haitakiwi sio tu kutishia kisiasa, lakini pia kuvamia ama kutumia nguvu katika nchi nyingine, na ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo ukiangalia kwa tafsiri hiyo, imevunja sheria ya kimataifa. Nini ikulu inasema na vipi inatumia kigezo gani kuweza kutetea kile ambacho imefanya ni tofauti. Labda rais kabla achukue hatua hiyo alijadiliana na bunge kabla ya kufanya hivyo, ama ilikuwa maamuzi yake binafsi? Ni maamuzi ambayo kwao wanasema kwamba yako chini ya mamlaka yake kama rais, kwa sababu yeye amesema kwamba kwanza hawakwenda kuvamia, walikwenda kumkamata mhalifu wa kutumia FBI. Kwa hiyo waliokwenda kumkamata walikuwa ni FBI wakishirikiana na vikosi mbalimbali vya jeshi. Kwa amesema kwamba ilikuwa ni arrest ambayo iko chini ya FBI, kwa hiyo haikuwa invasion, haikuwa shambulizi, kwa hiyo halikuhitaji kwenda katika bunge. Kwa hiyo kitafsiri hivyo ana haki. Lakini pili, wanasema wao kama nchi wanamchukulia yule kama mtu ambaye, ukumbuke, ana kesi kadhaa, hajahukumiwa lakini anatafutwa kwa makosa kadhaa. Kwa hiyo amekutwa na hatia kwa mujibu wa Marekani, na ndio ambao sasa wanataka kumchaji kwamba anahusika na masuala ya ugaidi wa madawa ya kulevya, kusambaza na kuingiza madawa ya kulevya kokeni nchini Marekani, lakini pia masuala ya kisilaha. Kwa hiyo wanasema kwanza si rais halali, pili ana kesi nchini Marekani. Kwa hiyo alikwenda kumchukua mhalifu kwa kutumia FBI. Kwa hiyo kwa kutumia kigezo hicho hakustahili kupita katika bunge. Lakini wapi amekwenda kumchukua, vipi amekwenda kumchukua, na yule mtu yuko ana hadhi gani kule, ndio ambao watu wengi wanafikiri kwamba kuna sheria za kimataifa ambazo zilikiuka. Na kwa sasa Maduro iko wapi, Mbelwa? Kwa sasa iko New York. Hii ni punde tu nilikuwa nakipitia indictment ambazo wamezitoa, kwa maana kwamba mahakama imesema kwamba imekamatwa kwa makosa gani, ambayo makubwa ni hayo matatu ambayo hakuna hata moja siasa pekee. Kwa nini? Kwa sababu kwa kiwango kikubwa inaashiria kabisa kwamba ni vita vya kiuchumi na kijiografia, na vinalenga hasa kudhibiti rasilimali za kimkakati, hususan mafuta ambayo yanapatikana kule Venezuela. Na miongoni mwa sababu muhimu ambazo zimechochea mgogoro huu kati ya Venezuela na Marekani ni pamoja na Venezuela kuuza mafuta kwa sarafu ambayo sio ya Kimarekani, na miongoni mwao ni pamoja na nchi kama China, ambapo Venezuela iliuza mafuta kwa sarafu ya China, na hii imeleta mgogoro mkubwa sana, hasa ikizingatiwa kwamba Marekani petrodola ndo nguzo yake kubwa ya kiuchumi duniani, na inategemea sana hilo katika kudhibiti uchumi wa mafuta ulimwenguni mote. Lakini pia ziko kauli za wazi ambazo zimethibitishwa na Donald Trump kwamba Marekani itachukua mafuta ya Venezuela, na imeweka bayana kabisa kwamba lengo mahususi si la kisiasa peke yake, lakini pia ni lengo la kiuchumi. Na hii inadhihirishwa pale ambapo Trump anapotaka kuimarisha usalama wake wa nishati duniani, lakini anataka kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati ambao wamekuwa ni wapinzani wake wakubwa, lakini pia hata kuongeza ushawishi wa Marekani katika soko la mafuta la Amerika kama ile Amerika ya Kusini. Kwa naweza kusema tu kwamba mgogoro huu unalenga kuimarisha uchumi wa Marekani, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba miongoni mwa mataifa duniani ambayo yana mafuta mengi au yana visima vingi vya mafuta ni pamoja na Venezuela. Na labda hifadhi hizi za mafuta za Venezuela zimekuwa na jukumu gani katika mikakati ya uchumi katika uongozi wa Maduro na kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo ya Venezuela? Chini ya uongozi wa Nicolas Maduro, mafuta yamekuwa ni muhimili mkuu wa uchumi, lakini pia umekuwa chanzo cha udhaifu wake. Naweza kusema muhimili kwa sababu zaidi ya 95% ya mapato ya kifedha ya taifa la Venezuela yametegemea mafuta. Lakini kingine, serikali imetumia mapato yaliyopatikana na mafuta katika matumizi ya kijamii, kama kwa mfano kununua madawa na kuhakikisha shughuli za kijamii zinaenda, lakini haikufanya uwekezaji wa kutosha wa kimiundombinu, hususan kule kwenye visima vya mafuta. Kwa hiyo kuporomoka kwake kwa Maduro au kuporomoka kwa taifa hili kumechangiwa na vitu vingi. Kwanza, uzalishaji umepungua sana. Ukiangalia takwimu zinaonyesha 2013 Venezuela ilikuwa inazalisha milioni 3.2 kwa siku, lakini 2020 mpaka sasa yanazalisha chini ya mapipa 500,000 kwa siku. Hili ni anguko la zaidi ya 85%. Na sababu kuu ni nini? Ni udhibiti wa kisiasa wa kampuni kama zile ya taifa hilo la Venezuela, lakini kuondoka kwa wataalamu kabla hajaingia Maduro. Kuna wataalamu wengi sana. Maduro alipoanza kufanya udhibiti kwenye visima vile, wataalamu wengi sana waliondoka, lakini pia uwekezaji
imeshuka kwa kiasi kikubwa sana, na tunaona kabisa kwamba uzalishaji wa mafuta kule unazalishwa pia kwenye miundombinu ambayo ni duni sana, na hata vipuri na teknolojia yake ambayo inatumika sio kama ile ambayo inatumika Marekani. Kwa hiyo tunashuhudia kabisa kwamba Venezuela ina utajiri wa mafuta, lakini ni maskini wa fedha taslimu. Huwezi kuona ule utajiri wa mafuta ukiwa sambamba na maisha ya watu wanaoishi Venezuela. Bado wanaishi kwenye maisha duni, bado inflation kwa maana ya mfumuko wa bei huko juu, na changamoto nyingine kama hizo. Mbelo, nikija kwako, Trump amesema mara si moja atambui uongozi wa Maduro, lakini mbona amechukua uamuzi huo kwa sasa kuvamia Venezuela, na mbona sera za Marekani zimebadilika ghafla kuhusu Venezuela? Kama nilivyozungumza dada Beatrice hapo, tunazungumzia Venezuela ambayo ina 20% ya kiwango chote cha mafuta ghafi duniani. Kwa hiyo inaitwa ile crude oil, wao wana 20% ya reserve yote ile duniani. Lakini jambo la pili ambacho pia amezungumza masuala ya petrodola, na sasa alikuwa amefikia mahali ambapo ilikuwa inaanza kuyumbisha zaidi Marekani, angalau kwa mtazamo wa nje, kwa sababu ukiangalia nchi kama hii, nchi za kwanza ambazo zilianza kupinga mambo kama hayo ilikuwa ni kama Saddam Hussein, tunafahamu kilichomkuta. Tunafahamu Muammar Gaddafi alipokuwa na wazo kama hilo, tunafahamu pia kilichomkuta. Kwa hiyo sasa hivi huyu alikuwa anaanza kutishia nguvu ya Marekani kwa kwanza kututumia dola. Na ukumbuke ule mkataba ambao Henry Kissinger aliingia na Saudi Arabia mwaka 1974 ambao ungewezesha manunuzi yote yafanyike kwa njia ya dola. Ukweli ni kwamba imefanyika hivi sasa kwa sababu Marekani hata sasa imeweza kutambua kwamba iko kwenye nyakati ngumu zaidi, na pengine inaelekea kupoteza nguvu zake pale tu ambapo nchi hizi zitaanza kuungana, na hasa ile hatihati ya kwamba Venezuela ilitaka kuingia katika BRICS, ile Brazil, Russia na India, China pamoja na South Africa. Kama ingeweza kuingia kule, ina maana sasa hivi Marekani angeanza kupoteza ushawishi zaidi. Kwa hiyo na kufikia hapo sina la ziada. Muktasari wa habari imesomwa na Florence Kaijagi. Matangazo haya yamesimamiwa na Victor Kinani. Fundi mitambo amekuwa David Mwansaro. Taarifa hizi pia zinapatikana kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Mimi ni Bilde Noliula, nakutakia mchana mwema.